Ifuatayo ni taarifa habari kutoka MGTV. Kwanza ni mtasari wake. Wivu wa mapenzi washika tamu katika kijiji cha Italawe. Wakati wengine tunatunza uvulana ili tukiwa wake zetu tuwafaidi, wao wanatembea na mgogo mabegani, hivyo muda wote wanakuwa wamechoka tu. Na wewe unayesema unatafuta mchumba ili uoe, kuna mtu anaishi naye hajalipa hata mahali. Na katika habari za kimichezo, kombe la dunia lilizidi kumaliza tu ndoa, maana kuna walioaga wanaenda kuangalia mechi, kumbe wanahamia kwa mchepuko. Habari kamili. Siku za hivi karibuni kumekuwa taarifa zinazosambaa zikidai kuwepo na matukio ya kufumaniwa, ugomvi wa mapenzi, mauaji, hata madai ya ushirikina katika kijiji cha Italawe. Mwanaripoti wetu TID Tadeo Tanga anaripoti. Nimekuja katika kijiji hichi cha Italawe, nimekuja kufuatilia kuhusu hili swala nasema la wivu wa mapenzi. Maanake inasemekana kuna watu wanauana kwa sababu ya wivu wa mapenzi na matukio mengine mengi yanatokea kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Nataka nionane na wanakijiji wa kijiji hichi cha Italawe niwahoji kuhusu hichi kinachoendelea, nijue ni kweli ama ni uzushi tu wa mitandaoni. Jamani, habari za sasa hivi? Salama. Samahani, nilikuwa na shida na kijana mmoja, ni mmoja kuhusu mambo mawili matatu hapa. Okay. Nakuomba kijana. Sasa nishikie simu kwanza nakuja. Asante. Haya. Tutaonana. Habari za sasa hivi? Salama. Habari ya kwako? Salama. Naomba usogee kidogo, usogelee mic. Uangalie kamera. Kumekuwa kuna taarifa nyingi zikielezwa kuwa katika kijiji hichi cha Italawe kumekuwa kuna matukio ya mauaji, yani yanahusisha wivu wa mapenzi. Hiki kitu kipo kweli? Ndugu mtangazaji, hivi vitu vipo sana. Lakini vinaonekana, lakini sasa hivi vijana wa moto kweli, ni sio muongo. Sisi kama vijana, mimi nimetoka kazini huko nafika, wewe upo na mke wangu ndani. Wewe unapigia mahesabu, mimi kabla ya yote mimi nitafanyaje? Yaani wewe lazima tuelewane au tumalizane hapo. Mimi sitaki mambo mengi, yani tunamalizana hapo yani. Haiwezekani mimi nimeenda utafuta hela huko nafika una nani upo unashughulika na mke wangu, mimi nitakuacha kweli? Hii inakuwa sio sawa. Lakini tunaingia sasa, hata hivyo tunaingia kwenye sheria. Yaani usijishughulie sheria mkononi, lakini kwenye mke au umenigusa panapouma. Panakuwa wanauma kweli. Naona unaongea kwa machungu sana, na wewe yameshawahi kukukuta haya? Sasa kwangu mimi bado. Ila mimi mtu akija kujichanganya, leo huyo mjomba lazima naye achanganyikiwe. Tunachanganyana. Maana haiwezekani mimi nimegharamia kila kitu Nimeenda kwao nimetoa mali kila kitu, afu wewe unakuja kupata la yani kiurahisi tu. La yenyewe ushangata mimi mwenyewe bado sijaipata. Na isibilia afu wewe nakufika kabisa umekunama kabisa. Unaongea kwa machungu sana kijana. Vipi umeoa? Kwangu mimi hapa, mimi nipo kwenye nani? Nipo kwenye ndoa. Nipo kwenye mtafuto, sinajua tena harakati za vijana. Sisi vijana ukipata mwanamke kuna ane kidogo, lakini yupo, ni sio muongo, yupo. Yupo, wewe unamaanisha upo kwenye uchumba? Yupo hapo, safi kabisa, wewe umeongea vizuri, nipo kwenye uchumba. Ni sawa. Na kuna taarifa nimezipata. Maanake kuna taarifa zimetusikitisha sana. Ninaonekana juzi kuna tukio la mauaji limetokea hapa. Umesikia kuhusu hilo tukio na limetokea wapi na ilikuwaje? Au unaelewa chochote kuhusu hili tukio? Kiukweli mimi nilikuwa nimeenda kazini kidogo. Na kama sasa hivi nimerudi na siku 3 sasa hivi. Lakini nilipofika hapa nilisikia hiyo minong'ono kwamba kuna mtu, si unajua tena kwenye mapenzi kama tulivyokuwa naongelea hapa. Wanaume tuna hasira za haraka. Yaani alipofika ile tukio mke wake yupo na bwana mwingine akachukua tu maamuzi, akamkata akamuonja kidogo, lakini ndio hivyo tunaingia pale kwenye tusichukue sheria mkononi kwa sababu itatugharimu. Unajua serikali itazidi kuhangaika kwa sababu haya matukio tunayazuia sana. Kwa hiyo inabidi watu tunajicontrol. Lakini unajua kuna hasira za haraka, sisi wanaume kuna kitu yani tuna hasira za chapu. Kwamba huyu yani kiurahisi tu imekwaje kwaje. Lakini ndio hivyo, lakini tunajua serikali ilifanya kazi yake. Tunajua tena kwenye matukio kama serikali wapo haraka kweli. Kwa hiyo inabidi mimi nawashauri tusichukue sheria mkononi, maana ndio hivyo tu, yani tuingie tu yani kwenye sheria tumalizane kwa design hiyo. Ila tukiwa tunauana inakuwa sio nzuri. Yani
Ndio hivyo, lakini hata wanaume wengine yani wasio nani, kwa wake za watu mwiko, yani hiyo ndaa tukani tu kabisa. Wawezake wana mipaka. Siva vina ni nani hela kila kona wanataka kila kitu, tunajua tena vijana. Tunataka kila sehemu pale kwenye kasketi kale lazima. Kwa mama nani ndibita kwa nani bana ndibita. Na hisi si unakuwa elewa kilugha hichi ninachoongea samani, lakini kama utakuwa uelewe. Kidogo kwa sababu mimi ni Mnyakyusa kidogo nakielewa. Mnyakyusa safi kabisa. Lakini samee unajua sisi wa tunapitiwa kidogo. Haina shida. Sasa alafu kuna taarifa zingine nimesikia. Ukiachana na hizi pia kwenye huo wivu wa mapenzi pia kuna kulogana. Na hii imekaa ipo kweli? Ndugu mtangazaji, kwenye kulogana hapo hata moyo umeshtuka hapo. Mimi sijai kutana hicho kitu kwamba ushirikina na kitu tunaamini upo. Upo kweli, yani tena kamati zipo. Hata kazini huko tupo kazini, lakini kamati zinatufuata huko. Lakini kwenye mahusiano, kwenye kamati inatumika sana, kamati ya ufundi zipo. Yaani ushangaa jamaa yupo na mpenzi wa mtu, anafika pale kumbe kwa bibi yake kule alibeba viazi kule Kidinya. Sasa alipoona mke wake amechepuka kidogo, hilo bwana hilo lazima afanywe kitu. Yaani hilo lazima. Hawezi kumwacha hivi. Lazima mkono ugeukie pembeni huku, mambo mengine yaendelee, au viatu hakuna kuvaa viatu inakuwa fresh. Ni komesho. Yaani sio rahisi yani. Chombo cha mtu hicho, kumbuka hicho ni chombo cha mke. Huyo ni mke wa mtu. Kwa hiyo tuwe na mipaka. Hiyo ushirikina hiyo. Tujitahidi sana. Unajua tena wachawi wengi sana kwenye kijiji chetu. Kwa mimi wake za watu mimi hamna bwana, ni sio muongo. Si ndige landa. Sijaribu kabisa. Sawa. Kwa hiyo una kitu gani cha kuwashauri vijana wenzio wenye tabia kama hizo? Mimi cha kuwashauri hapo tuwe tunajicontrol, tusichukue sheria mkononi. Yaani tusiwe waongo, sheria mkononi tusijaribu kabisa. Yaani hata kama kitu ambacho unaona kabisa hiki kinaniumiza, tuliza kwanza, jicontrol, yani uwe na uvumilivu kidogo, vumilia kidogo. Tuliza pressure. Lakini nawaza ngumu, lakini inabidi ujitahidi tu, yani utulize tu pressure ili uweke mambo sawa. Maana usije ukachukua sheria mkononi hapo ukamfanyia chochote kile ambacho unajisikia wewe. Alafu unakuja kugharimu familia yako, unaenda huko wapi huko mahakamani huko, familia yako umeacha nyumbani, unategemea kitatokea nini? Kwa mimi cha kuwashauri wao wanajicontrol, yani tuwe tunawavumilia wake zetu, lakini hata vijana wenzangu tusipende sana kwa wake za watu mwiko, yani mwiko kabisa. Yani kama nilivyokuambia mimi kwa mke wangu asijaribu kabisa, yani ngulonge la gede. Yani wasijaribu kabisa. Mimi hapa mimi sicheleweshagi. Unajua si wananchi. Tena wenye jezi kama hii ni hatari kweli kama ulikuwa hujafuatilia. Sawa, naona. Kwa hiyo washauri wawe na heshima, yani waheshimu wake za watu. Watafute muda vijana wapo, sketi zipo za kutosha ambazo zipo single. Sawa kijana. Naona nisikupotezee muda wako kwa ajili ya kazi zako. Naomba uwe na kazi njema. Asante sana kwa ushirikiano wako. Asante, karibu tena. Karibu sana. Sisi tunaenda kwenye viazi huko, tunaona blaza nimemwacha hapa ameenda hivi. Tunaenda kuchimba viazi hapo. Karibu sana. Mimi nakaa nyumba hizo hapo juu hizo. Nakaa juu kabisa hapo. Sawa, nitakaribia, hakuna shida sana. Haya vaunge laki huko basi. Usijali. Asante sana. Asante. Kama tulivyomsikia mkazi wa kijiji cha Itala alivyoelezea kuhusu mambo yote yanayotokea katika hichi kijiji. Ni ajabu sana kwa kweli, mauaji, ulogaji na mambo mengi sana yanatokea katika hichi kijiji. Nikiripoti kutoka katika kijiji hichi cha Itala.